Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye Mungu amekupa neema ya kuingia kwenye ibada hii siku ya leo. Amen. Amen. Sasa tunaweza tukawa na mtembeo tofauti kidogo siku ya leo. Siku ya leo nianze na kile ambacho Mungu alianza amesema na mimi usiku wa leo. Ni juu ya uchumi wa mtu mahali hapa. Aliniuliza swali akaniambia, je, wakati uchumi na bajeti za serikali zimeshapita, wewe unaenda kujiweka kwenye nafasi gani? Wewe una nafasi gani kwenye huo uchumi? Utekelezaji wa bajeti unapoanza leo ndo tarehe 1, nimefuatilia mtandaoni, nimejua kwamba ni tarehe 1 ndio bajeti iliyopitishwa inaanza kutekelezwa. Kwa hiyo leo ikiwa ni siku ya kwanza ya mwaka mpya wa serikali, bajeti zinavyoenda kutekelezwa, wewe umejiweka kwenye nafasi gani? Una nafasi gani kwenye hiyo? Kwa hiyo tutaenda kumuona Mungu anatuweka kwenye nafasi gani kwenye hilo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tangu siku ya Jumatatu tulianza na ujumbe ambao unasema Mungu kujitambulisha kwa majina yake. Tukamwona Mungu akijitambulisha kwa majina yake kwa namna mbalimbali. Tukaona Mungu akijitambulisha kama Elohim, tukaona Mungu akijitambulisha kama Yahweh, tukiona Mungu akijitambulisha kama El Shaddai. Sasa siku ya leo naomba nizungumze kitu kidogo ambacho nilikuwa nimekibakiza kwa siku ya jana nikimalizia leo, lakini kwa ibada hii nitaenda kwenye kila kitu ambacho Mungu ametaka tukifanye siku ya leo. Kuna vitu vya kushughulikia. Jambo la pili ambalo hutokea, jana tulizungumza jambo la kwanza, Mungu anapojifunua kama El Shaddai, tulisema ni kubadilishiwa utambulisho. Lakini leo tunataka tukaone kugeuzwa na kuwa mtu mwingine. Kugeuzwa na kuwa mtu mwingine. Mungu anapojifunua kama El Shaddai, kama Mungu mwenye nguvu, kuna mambo ambayo huwa yanatokea. Jambo la miongoni mwao ni kugeuzwa na kuwa mtu mwingine. Tukasoma kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ile ya 10 na mstari ule wa 6. Samueli wa kwanza 10 mstari ule wa 6. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 10 na mstari ule wa 6. Maandiko yanasema, na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hapa ni kipindi ambacho Mungu amejifunua kama El Shaddai. Anapojifunua kuna mambo ambayo huwa yanatokea kwenye maisha ya mtu. Kule mwanzoni tuliona Mungu akidili na utambulisho, akimwambia wewe Ibrahim, hautaitwa tena Ibrahim, hautaitwa Abraham, utaitwa Ibrahim. Tunaona Yakobo akitoka kuwa Yakobo anabadilishiwa utambulisho wake kutoka kuwa Yakobo na kuwa Israeli. Mungu anabadilisha utambulisho ili uendane na mazingira ya wakati huo wa agano ambalo yeye ameagana na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna namna ambavyo Mungu anafanya ili agane. Sasa katika kitabu hichi cha Samueli wa kwanza 10:6 tunaona Mungu anakutana na Sauli. Sauli anakutana na Samueli nabii wa Bwana, anampa taarifa baada ya kuwa ametafuta vitu vyake kwa muda mrefu, amehangaika akitafuta punda. Anafika mahali anasema, jamani, hivi katika mji huu, anawafuata watu, anauliza, hakuna mahali penye nabii? Hakuna mahali ambako nabii wa Bwana yupo anieleze haja yangu? Watu wanamwambia, sikia nikwambie, tena fanya hima, maana nabii wa Bwana leo hii atakuwa kwenye kalamu, kwa hiyo huenda usimpate. Kwa hiyo mwai akafanya hima, anakutana na nabii wa Bwana. Nabii wa Bwana anampa maelekezo, anamwambia ya kwamba, sikia nikwambie, au punda unaowatafuta au punda unaowahitaji utawapata. Utakapowapata, kitakachotokea ni kitu kimoja. Wako mahali fulani, akaambiwa
na mahali ambako hao punda wapo. Baada ya kuambiwa wako mahali gani, kilichotokea akaambiwa, sikia nikwambie, wewe Mungu hakukutarajia tu uwe mchunga punda. Sikia nikwambie, utaenda, utafika mahali fulani, Roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri. Jambo la kwanza katika utamaduni wa Israeli, aliyekuwa na uwezo wa kutabiri ni nabii. Sauli hakuwa nabii. Kwa hiyo Mungu anapojifunua katika maisha ya mtu, unakuwa na uwezo wa kufanya zaidi ya namna unavyotambulika au namna ya kawaida ulivyo. Kuna baadhi ya mambo yanatokea nje na ile hali ya ukawaida. Kuna watu wanaweza wakawa wanajua wewe ni mzee fulani, wewe ni mtu fulani, yaani wanakujua. Kwa hiyo Roho wa Bwana anapokujilia juu yako, anageuza ule utambulisho. Na ukienda huko mbele utaona ni kweli Sauli amefika mahali fulani, anatabiri, nguvu za Bwana zinamjia kwa wingi, anapiga watu, anashangaa, watu wanaanza kusema Sauli ni mfalme. Kuna baadhi ya mambo Mungu ataenda kuyafanya kwenye maisha ya mtu, na hicho kitakuwa ni utambulisho wa huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo, kwa nini Mungu alijifunua kama El Shaddai? Moja, ili kutusaidia. Zaburi ile pale ya 60:12 anasema kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Kwa hiyo kumbe Mungu anapojifunua kama Mungu mwenye nguvu ni ili atusaidie, ili sisi tuweze kupata msaada wake wa kutenda makuu. Kwa nini? Kwa sababu yeye amejifunua kama Mungu mkuu. Jambo la pili, Mungu anajifunua kama El Shaddai ili kutuimarisha na kutuonyesha pendo lake kwetu. Kwa hiyo Mungu anapojifunua kama El Shaddai, anachokifanya jambo lingine, anavunja vifungo, anaachilia ufufuko, maadui kutuacha mbali, uponyaji kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa namna hii, hapo Mungu ndio ametaka tuishie hapo kwa kile ambacho alitaka tujifunze jana. Amen. Sasa kwa ibada hii twende kwenye hatua nyingine. Mungu kujifunua kwa jina lake kama Adonai. Adonai jina Adonai linatokana na neno la Kiebrania linalomaanisha Bwana au mmiliki. Unaweza ukaweka stroke mkuu. Katika Biblia neno Adonai si cheo tu, bali linafunua mamlaka kamili na haki ya Mungu juu ya vitu vyote, ikiwa ni pamoja na maisha yetu. Kwa hiyo Mungu anapojifunua kama Adonai, ajifunui kwa jina la cheo tu, anaifunua mamlaka kamili. Kwa hiyo neno Adonai maana yake ni Bwana mtawala au Mungu mtawala. Kwa hiyo Mungu akiwa ni mtawala kwenye maisha yetu, kuna baadhi ya vitu vinatokea, na hivi vitu vikitokea, kila mmoja atakayeona atakiri na kusema kwa hakika yake Mungu wetu ni mtawala. Na hapa ndipo tunapoanzia katika kitabu kile cha Mwanzo, sura ile ya 1 mstari wa 26. Ni mstari wa Sunday school. Tukiwa miaka hiyo tunasoma Sunday school, tulikalilishwa hivyo. Maandiko yanasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Wakatawale, unaweza kuandalaini neno wakatawale, ukapigia mstari neno wakatawale. Akatawale nini? Huyu Mungu mtawala anaamua kudelegate mamlaka yake kwetu. Kabla ya hapa, Mungu yeye ndiye aliyekuwa anamiliki dunia yote. Alikuwa yeye na malaika zake wametulia. Biblia inasema Roho ya Bwana Mungu akiwa ametulia juu ya vilindi vya nini? Vya maji. Kwa hiyo kabla ya hapo, yeye Mungu alikuwa ni mtawala pekee wa dunia hii, kila kitu. Kwa hiyo hadi wakati anaumba,
anaumba na kufanya kila kitu. Baada ya kugawanya dunia ikae mahali pake, nchi kavu ikae mahali pake, maji yakae mahali pake, anga likae mahali pake, kila kitu kikae in a place. Kilichokuja kutokea, Mungu akakutafuta wewe, mzee wangu, mzee Kapela, ili sasa ukatawale. Ukatawale nini? Mungu anaachilia mamlaka yake ya kutawala. Ukatawale samaki wa baharini. Hapa Mungu anakupa mamlaka juu ya vitu vyote vya majini. Mungu anaachilia mamlaka. Yaani mimi leo hii Salehe ni mtawala hadi wa samaki. Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea anasema na ndege wa angani. Mimi ni mtawala wa vitu vyote vya angani. Anaendelea anasema na wanyama na nchi yote pia. Kwa hiyo akaona nisiendelee kumention na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Kwa hiyo Mungu kama mtawala, yeye kama Adonai, akaamua kuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake ili akatawale. Kwa hiyo baada ya yeye Mungu kufanya mambo yote, akaona kuna kitu ninatakiwa nikiongeze, kifanye baadhi ya mambo kwa niaba yangu. Kwa hiyo ndio ananipa mamlaka ya kumiliki na kutawala. Kwa hiyo Mungu kama mtawala anaachilia neema ya mimi kutawala kwa niaba yake. Kwa hiyo ndio swali linakuja, umejiandaje kutawala? Leo hii gharama za maisha huenda zikapanda au zikashuka. Gharama zitakazopanda, Mungu amekuweka wewe ambaye ni mtawala, kutawala pamoja naye. Kama gharama za maisha zitaongezeka, Mungu ameniweka mimi mtawala. Hao watawala wengine jamani tunaowaona ni wapo tu, lakini wewe umepewa kulingana na Biblia. Hii ni kulingana na Biblia. Yaani mimi ni mtawala. Baada hii mmependelewa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anajifunua kwa namna hiyo. Kitabu cha Wakolosai 1:17. Wakolosai 1:17. Wakolosai 1:17. Maandiko yanasema hivi. Naye, naomba nianzie 16. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Kwa hiyo vitu vyote na mamlaka zote ziliumbwa kwa ajili yake. Anasema naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Kwa hiyo kabla tunamwona Adonai akiwako, na yeye Adonai, yeye ndiye mmiliki wa hivi vitu vyote. Yaani mimi hapa unayeniona, Mungu wangu ambaye yeye ni mtawala aliyejitambulisha kama Adonai, amenipa kutawala nini? Amenipa kutawala samaki, amenipa kutawala usultani. Yaani mimi leo hii ukiniweka kwenye kundi la wachawi, mimi na wamiliki hadi wale wachawi. Yaani mimi niko juu ya hadi wale wachawi, niko juu ya hadi ya wale waganga. Yaani mimi ukinichukua, mimi niko juu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wangu mtawala alikuwako kabla ya hivyo vitu. Yaani Mungu mtawala, imeandikwa hapa ya kwamba yeye alikuwako kabla ya usultani wote. Kwa hiyo hata kabla ya hao watu ambao wanakuja wanaloga kwenye ofisi yako, yeye alikuwako. Kwa hiyo wewe alikuweka ili utawale. Kwa hiyo na wewe ulikuwako kabla ya hivyo vitu. Unapoingia kwenye mazingira hayo, wewe ni mtawala. Na ndiyo maana kuna mahali ukienda, nina shuhuda nyingi, acha niwape na hii. Siku moja nikiwa niko kwenye gari natokea Kisasa, tulikuwa na mkutano kanisa moja hivi. Kipindi hicho ilikuwa ni 2015. Tunapanda kwenye gari,
Mimi napanda kwenye gari, nimetoka huko kukemea mapepo kwenye mkutano wa Injili. Niko hoti sivyo kawaida. Yaani unajua kuna namna unajisikia nguvu hadi wewe mwenyewe unajisikia raha. Yaani unatamani muda wote nikutane na kitu chochote niweze kuexperience, kuonyesha ule utendaji wa nguvu za Mungu. Ninaingia kwenye gari. Mama mmoja ambaye tulikuwa tumekaa tukiangaliana hivi, Roho Mtakatifu akaniambia mchawi huyo. Aliponiambia mchawi huyo, nikasema Yesu, hivi si ndio vitu vyako? Yule mama alitema mate kama nyoka, akaruka kwenye gari. Alivyoruka kwenye gari, mimi nikasema hii Yesu, mimi ndio naitaka hii, ya kwamba Mungu ameonyesha mamlaka yake. Ninatamani huyu Mungu mtawala akaonyeshe nguvu zako kwenye nguvu zake kwenye maisha yako, kwenye hilo eneo ambalo yeye amekuweka. Yaani haiwezekani, wapendwa, niwaambieni haiwezekani. Mimi niliyeokoka, mimi ambaye ninasali kwenye mega church, mimi sasa hivi nasali kwenye mega church. Mimi ninayesali kwenye mega church, ninakaa naanza kuogopa eti jamani wachawi, yani wachawi wananitesa. Yani kila siku yanakuja, yani juu ya bati, yani mimi sina, yani kweli ulali, yani ujenge nyumba alafu unalala kwa shida. Sikia nikwambie, yuko Mungu mtawala ambaye yeye amekupa kila kitu, mazingira yote. Siku moja tukiwa tuko kule nyumbani kwetu, mimi nitakupa stories za kule nyumbani kwetu. Nikiwa kule nyumbani kwetu, kuna kipindi ambacho watu kila kona, yani ni wachawi, waganga, watu gadi, watu wabaya wako kwenye hayo mazingira. Mchungaji wangu akasema, sasa sisi muda huu, sisi ndio watawala. Isevi hapakuwahi kuwako kanisa lolote la kilokole hadi hivi leo. Kwa hiyo kilichokuja kutokea, akasema wachawi walioko kwenye mtaa huu waamue mambo mawili, waokoke au wafe kwa kufuatana. Watu wakawa wanacheka, yani huyu kijana, yani amekuja huyu kijana anatujua sisi. Sikia nikwambie, watu walianza kufa. Watu walianza kufa. Yani ni kwamba mtu anakufa ili uweze kujua kwamba huyu alikuwa ni kingunge. Yani anakufa, anawekwa kwenye zile jeneza zao, unazijua wewe mwenyewe wanazowekaga. Mtu kavimba na bado anatoa damu, amekufa siku 3. Huyu Mungu mtawala anakupa kumiliki. Yani kuna raha fulani hivi wewe ambaye Mungu amekuweka kutawala pamoja naye. Unajua kabla ya kutawala pamoja naye, ile miaka 1000 kule kusherekea sherehe ya mwanakondoo, ametupa kutawala hapa. Amesema duniani mara 100 kisha uzima wa milele. Kabla ya uzima wa milele hapa, yani kabla ya kule mbinguni, yani achana, yani mimi nitatawala pamoja naye mbinguni, yani mimi mbinguni, yani mimi mbinguni kule, yani mimi ndio nitakuwa. Hapana, Mungu amesema kabla ya kule, yani inabidi tumalizane hapa kwanza. Yani hapa wewe unatakiwa utawale. Ikiwa ni magonjwa, yani usianze kusema yani huu ugonjwa utaniua. Yani huo ugonjwa ukija, unasema huu ugonjwa ni fursa ya kumtukuza Mungu. Yani wewe ugonjwa, kabla ya ugonjwa Mungu wako alikuwapo. Kwa hiyo kama yeye alikuwapo kabla ya huo ugonjwa, mimi ni mtawala pamoja naye. Ninaanza kuzungumza na huo ugonjwa kwamba wewe ugonjwa ulioko ndani yangu, usiwe kama yule mtu ambaye yuko birikani anaanza kusema sina mtu wa kunisukuma. Nikwambie, unaye. Yani jamani, kuna raha. Unaye. Usilalamika, yani mimi pale kanisani hawanioni. Yani wewe, sisi tunakuona, na uenda mchungaji anakuona sana. Yani wewe unatakiwa ujiposition kwamba mimi ni mtawala. Yani mchungaji wangu ni mchungaji wa mega church, na mimi ninaanza kutembea. Yani unakuwa ni na muondoko fulani ambao unaendana na pale, ambao unaendana na hali ile ambayo Mungu ameshaitengeneza. Kwa nini? Kwa sababu tunatawala duniani pamoja naye, na tunatawala vya mbinguni pamoja naye, tunatawala vya baharini pamoja naye, tunatawala kila kitu pamoja naye, hadi usultani pamoja naye. Ukitaka kuelewa usultani, nenda Coast Regencies, hii mikoa ya pwani. Nenda, utakutana kule na vingunge. Hapo ndo utajua utendaji kazi wao. Watu wanaogopeka. Watu wanaogopeka. Lakini kumbe Mungu amenipa mimi hadi hivyo. Na ili uweze kujua, Mungu anatupa demonstration.
Mungu anamchukua Musa, anampeleka kwa Farao, anasema nenda kawatoe watu wangu. Nenda kawatoe, mimi nimeshakupa mamlaka, wewe nenda kawatoe. Atakaye kuuliza yoyote mwambie ni mimi niko ambaye nipo, nimekutuma wewe. Nenda kawatoe. Anaenda pale, wanakuja wakina Elima wachawi pale, wanakuja na mauzauza yao, wanajidai akirusha nyoka na wenyewe wanajidai wanatupia nyoka, kwa sababu Mungu ni mtawala. Yule nyoka wa Musa akameza vile vinyoka vyao vyote, alafu Musa baada ya muda akawa anatembea navyo. Yani anatembea hadi na vile ambavyo unajua kuna raha Bwana. Yani kuna baadhi ya mambo ambayo Mungu anataka ainue imani ya mtu mmoja, aanze kutawala pamoja naye. Yani unadhania ni jambo la rahisi kwamba vile vinyoka, unajua walikuwa wanaweza wale watu. Wale watu walikuwa wanaweza, lakini walikuwa wanaweza kwa watu ambao sio watawala. Yani unapoingia kuna namna ambavyo unasimamisha shughuli zote hadi za wakuu wa anga. Yani wewe umewekwa. Ningekueleza habari za Elia kipindi cha manabii wa Baali. Unajua manabii wa Baali walikuwa wakimwita Mungu wao anakuja. Kwa sababu wewe umepewa kutawala. Mwanaume Elia yuko pale, ametulia pale. Kinachokuja kutokea, wanamwita yule nabii wa Baali, yule Mungu wao, anasema jamani, hapo kuna mtu aliye mkubwa kuliko mimi, siji. Yani siji. Wanapandisha mapepo, wanajikatakata, wanafanya nini? Yule amechungulia wewe niende pale nizalilike. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Mungu akikuposition kama mtawala, kuna watu ambao watakupa heshima, watasema kwa hakika huyu mtu Bwana sio wa kawaida. Yani huyu mtu Bwana ana kitu cha ziada. Ningekueleza habari za Goliati na Daudi, kakijana kadogo kamewekwa kama katawala, lijamali na experience. Biblia inataja experience ya Goliati. Inasema Goliati alikuwa na uzoefu wa miaka 40 ya vita. Kijana mdogo mtawala, Mungu ameshampa mamlaka, Mungu ameshampaka mafuta kama ambavyo yeye ameamua. Sikia alikwambia, unajua wewe unalaa kuliko hata Daudi. Naomba mimi nikueleze. Yani wewe Mkristo, mwana wa Mungu wa sasa hivi, unalaa kuliko ya Daudi. Kwa nini? Nakupa sababu kwa nini wewe unalaa kuliko ya Daudi. Daudi alienda akapakwa mafuta. Alivyopakwa mafuta, hakuwa na roho wa Mungu wakati wote. Alikuwa anatokea kwa vipindi. Mimi ambaye Roho Mtakatifu anakaa ndani yangu, yani mimi natembea na Mungu. Yani mimi nikikanyaga hivi ni Mungu amekanyaga. Mimi nikitembea hivi ni Mungu ametembea. Yani lolote ninalofanya mimi ni mfano wa Mungu, ninafanya na Mungu. Yani Mungu yuko humu ndani. Biblia inasema, je, hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, naye Roho Mtakatifu anakaa ndani? Haujui hilo? Unakaa unapiga kelele, Yesu nakufa. Utakufa kweli. Yaani ukijiweka kwenye nafasi ya kufa, mimi sifi. Kwa nini? Kwa sababu mimi ni mtawala. Yaani watake wasitake. Yaani hata kama kuna wengine mnaenda mnateseka, mara mizimu ya ukoo imekukamata mahali fulani. Sikia nikwambie, wewe mtawala unakamatajwe na mzimu. Yani mzimu unakumilikije? Yani mzimu kweli wa ukoo? Yani kweli? Hapana. Kama ulikuwa umekumiliki kipindi hicho, leo wewe ni mtawala. Yani mimi natawala hadi mizimu ya ukoo. Niwapeni hii story. Hii labda inaweza ikamsaidia mtu mmoja. Siku moja, mimi babangu ni Muislamu hadi hivi leo. Hadi hivi leo yeye ni Muislamu. Na mimi nilimwambia, una jambo moja tu, uamue kuokoka. Na wewe ukiamua kuokoka ni sawa. Ukiamua kufia kwenye dhambi, mimi nimemaliza. Siku moja akiwa anahangaika, Mungu akanionyesha. Akaniambia, baba yako alienda mahali fulani, yeye ana wake wengi. Kwa hiyo kwenye huyo mwanamke wake mmoja, akaenda eneo fulani huko kwao. Ameenda huko kwao, akalazwa kwenye ng'ombe, mimi naona. Akalazwa kwenye lile linini la ng'ombe lile. Kuna vile vitanda vinatengenezwa vya hapa katikati wanaweka ngozi ya ng'ombe. Akalazwa, akalishwa manyama. Nikamwambia, hiki mimi ninajua amekufanyia 1 2 3. Akasema, wewe unajulia wapi mtoto mdogo? Nikamwambia, mimi ni kweli ni mtoto mdogo kwa sababu wewe ni baba yangu, lakini mimi tayari nimeshaona, mimi Mungu amenipa hiyo. Kwa hiyo una mambo mawili nikuombee. Nikasema, nakuwekea mkono.
akaruka akasema wewe huwezi kuliwekea mkono. Kwa nini? Kwa sababu anajua nikiweka mkono mapepo yatalipuka tu kwa namna yote, na mimi nilikuwa ninaitaka hiyo. Baadaye akaenda kwa siri kwa mganga. Wameongozana huyo na mke wake, wameenda kwa siri. Anafika kwa mganga, na hiyo siku narudi ananiambia, yaani mwanangu, kama ulikuwepo jana, tulienda kwa mtaalamu. Mtaalamu akaniambia yale yale uliyomwambia baba yako. Yaani tingeni kwambie kuna raha. Yaani kuna baadhi ya vitu Mungu anakupa wewe. Yaani watu wanaweza wakaenda, wewe uhangaike, wewe si wa mega chechi. Yaani wewe kama mtu wa mega chechi, wewe ni mtawala. Yaani sisi tumejiposition kwamba sisi ndio mega church hapa Dodoma. Sisi tumejiposition. Kwa hiyo mtu hata asijisikie kukwazika, ni sisi. Aonavyo mtu nafsini mwake si ndivyo alivyo, na sisi ndio tunaona hivyo. Kwa hiyo mtu asikwazike kwa sisi tunavyoona. Kwa hiyo kinachokuja kutokea, kuna baadhi ya vitu watu waje watake majawabu kwako. Yaani kabla ya kusumbuana na mchungaji, nikawa nawaambia watu wa ibada ya asubuhi hapa, nikawaeleza jambo moja. Nikawaambia hivi, unakumbuka habari za Malkia wa Sheba na Suleiman? Yaani kabla ya Malkia wa Sheba kukutana na Suleiman, alikutana na watu gani? Wafanyakazi wake, wale wanyweshaji. Kila kitendo cha kukutana na wanyweshaji akazimia. Biblia anasema Malkia wa Sheba roho yake ikazimia ndani yake baada tu ya kuona, hajamuona Suleiman. Yaani namna ambavyo utawala una uwezo wa kuinfluence watu, wakaanza kuona wema wa Mungu kwenye maisha yako kabla ya kukutana na mchungaji. Watu wanaanza kuingiwa na shauku. Yaani unajua kule nje watu wanaanza kuingiwa shauku. Hivi hao wanasali wapi? Wewe hivi mchungaji wako ni nani? Unaambia ukitaka kumuona mchungaji wetu Jumapili, twende. Wewe huko umeshamaliza. Yaani kama ni mtu ana vimapepo, wewe umeshamaliza. Yaani mshirika tu ni level hizo. Sio eti mtu mwenye mapepo, yaani unakutana na mshirika anakuja kufungua lango la asubuhi, yaani mchungaji huyu ana mapepo makali sana. Mapepo makali, wewe mtawala. Jamani, yaani ofisi yangu kuna vita sana. Mtawala unalalamikia vita ofisini. Hii sikuwahi kumwambia pastor, naomba niseme. Siku moja mimi ofisini pale, kuna watu niliwakuta wenyewe ndo by then walikuwa ni vingunge. Yaani mimi ndo nimewakuta. Alafu na mimi ni kijana mdogo. Bora hata sasa hivi pastor amenilea nyama zinakuja kidogo. Kipindi hicho mliokuwa mnaniona, mlikuwa mnaiona hali yangu. Kipindi nakuja, watu wakasema yaani tutahakikisha huyu mtu anaondoka. Wewe mimi siondoki kirahisi hivyo. Yaani kuna watu wanakaa wanasema tutahakikisha yani huyu mtu ataondoka. Sikia nikwambie, mimi unitoe kirahisi. Kwa nini? Kwa sababu kabla ya kuingia hapo, yaani mimi kitendo tu cha kuingia nikamwita Mungu mtawala, Yesu tunakaa mimi na wewe hapa. Kwa hiyo tukiondoka tuondoke si mimi na wewe. Kwa hiyo kama utakuja kunitoa hata kwenye hiyo nafasi uliopo, unamwambia Yesu, mimi sio peke yangu. Wewe ndiye mtawala mkuu, mimi ni mtawala mdogo ambaye umeniweka hapa. Tunakaa wote hapa. Kwenye hii biashara ni mimi na wewe. Yaani hata kama watu watafanya figisu, watafanya fitina, wewe tayari Yesu kashatawala pale. Kwa hiyo hata wapige manyanga, mtawala mkuu yuko pale. Mimi najisikia raha. Kitabu cha Mwanzo sura ya 23:17. 22:17, sorry. Mwanzo 22:17. Jamani, kuna raha. Mungu huyu mtawala jamani. Muda unakimbia. Mwanzo 22:17. Maandiko anasemaje? Maandiko anasema katika kukubariki nitakubariki, na katika kukuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota za mbingu na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki. Naomba yani kama una Biblia naomba tusome wote hapa. Anasema hivi, turudie. Anasema katika kukubariki nitakubariki, na katika kukuzidisha nitakuzidisha, na uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Yaani Mungu amekuweka wewe kumiliki malango ya adui. Kwa hiyo Mungu kama Adonai akijifunua kwenye maisha yako, anakupa uwezo wa kumiliki malango ya adui. Kwa hiyo mimi sina, yaani mimi awe adui mchawi,
awe adui mwanadamu, yani mimi ni mtawala kwenye mlango wake. Yani mimi nikienda pale, yani mimi ndo kingunge sasa. Yani kule kama unakutana na kingunge ndo mimi hapa. Kwa nini? Kwa sababu amini, yani kubarikiwa nimebarikiwa sana, na kuinuliwa nimeinuliwa sana, na mimi ni mmiliki wa hadi ya malango ya adui. Kwa hiyo adui, lengo la nini Mungu atupe kumiliki malango ya adui? Mlango ndio unaoruhusu vitu kuingia au kutoka. Kwa hiyo mimi nikienda kukaa kwenye mlango wa adui namna hii, adui hawezi akafanya jambo lolote wala kutoka na kuingia kwangu. Kwa hiyo mimi ndio nitakuwa muamuzi wa jambo gani nilifanye katika utawala wake. Kwa hiyo nikiona adui anapata access kwenye maisha yangu, kinachotokea ni nini? Ni mimi nimemruhusu adui aweze kuoperate kwangu, lakini Mungu ameshanipa uwezo wa kumiliki malango yake. Tusimame tukaombe.